uongozi wa serikali. Kuna familia imepewa baraka ya kuzaa walimu, kuna familia imepewa baraka ya waganga, ni manesi, ni madaktari. Kila familia Mungu amewekea mkondo wa baraka yake. Sasa unapogombana na wazazi, ule mkondo kwa upande wako unafungwa. Kwa hiyo baraka haitapita kwako, itaenda kwa wengine. Mungu mkono kama unaelewa ninachosema. Ndio maana utakuta kuna watu wengine familia zao tajiri. Au tunasikia wanasema huyu bwana msimoni hapa kaka yake sio anamiliki ile gorofa ya bake na fulani, lakini yeye yuko hoi. Kwa nini? Koki ya upande wa kwake imefungwa. Kwa tunapozungumza baraka sio tu swala la kumtumikia Mungu, hata katika maisha ya kawaida unapobishana na wazazi unafunga koki ya baraka ambayo Mungu ameachilia juu ya familia ya kuwa na akili ya kuunda. Kuna akina Bezaleli mwana wa Uli, alipewa ujuzi wa kubuni na kufanya vitu vya dhahabu na nini. Ile baraka ilikuwa imeachiliwa kwa ukoo wake wote. Kwa wale wanaosikiliza utashi wa waliowekwa kwenye ile koki ndio wanaopokea hiyo baraka. Ukibishi koki inafungwa. Hapo sasa nakwambia okay, mmeshakuwa sawa tu. Endelea naye, hamna shida. Nakana kuja kwa salia mara moja anaondoka. Lakini lile neno la baraka hautaliona. Na ukitaka kuliona mpaka ukapike kamchuzi kama alivyoambiwa Esau. Lakini Yakobo anapobarikiwa, angalia Biblia inasemaje? Hebu angalia mstari wa kwanza sura 28. Basi Isaka akamwita Yakobo akambariki. Kwa nini anambariki hajapika mchuzi? Kwa nini? Alipomwita Esau alimwambia nitafutie kwanza chakula ili nikubariki. Anapomwita Yakobo anambariki moja kwa moja. Kwa nini? Kwa sababu anajua Yakobo anamsikiliza baba yake. Amen. Hebu mshike mwenzako mkono muulize, alafu mwambie ukoje na wazazi wako wewe? Kama mnabishana kwenye vitu vidogo vya kuosha vyombo, itakuwa unaolewa na nani? Hamtabishana. Vitu vidogo tu unabishana na wazazi. Haleluya. Kama unataka kuona baraka za Mungu, jifunze kuwasikiliza wazazi. Na sikiliza, hutakaa kwa wazazi milele. Kwa wazazi tunapita, sio kama mnaelewa. Kwa wazazi tunafanyaje? Tunapita. Ni sawa sawa na shuleni. Ukitaka kumaliza shule vizuri, wasikilize walimu. Hakuna shule ambayo utakaa forever. Unapita. Kwa wewe kubali tu miaka 4-5 huyo mwalimu akusumbue, lakini kesho kutwa unamchezea na jendi, unasema tunaondoka darasani. Unamaliza mnaondoka hivyo. Unabaki unampokea na mzee mijeredi yako kwa yeye, naondoka. Kwa nini usivumilie kwa muda? Amen. Haleluya. Amen. Unakwenda A level, miaka 2 tu, unashika kuvumilia miaka 2. Miaka 2. Unagombana na walimu miaka 2. Mwambie mwalimu nimekuja Januari hapa, Januari nyingine wewe unabaki unahesabu tu siku, bado miezi 7. Unahesabu bado miezi 9. Bado unahesabu tu miezi. Wewe ni wa kuondoka. Kwa hiyo hata hapo kwa wazazi wewe ni wa kuondoka. Hukai siku zote. Kwa hiyo muda unaokaa hapo hakikisha unatimiza mlaba wako. Haleluya. Amen. Mshika mzako mkono mwambie vumilia kidogo baadaye utaondoka. Yesu asifiwe. Yapita nao salama, pita nao. Unakaa huko unakuja miezi 2, mwezi mmoja unaondoka. Unarudi tena mwaka mmoja, unarudi tena kidogo unaondoka. Yaani hapo sio kwa kukaa sana, nashangaa unagombanaje na wazazi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Okay. Mzee alikataa. Anapewa baraka chapchap kwa sababu ya kusikiliza mzazi wake. Alafu anamwambia ondoka uende Padani Aram mpaka nyumba ya Bethuel mama yako. Ukajitwalie mke huko katika binti za Labani ndugu ya mama yako. Na Mungu Mwenyezi akubariki. Akubariki lini? Utakapokwenda nako kwambia wewe. Haleluya. Anamwambia ukienda huko ndio Mungu ataenda na wewe. Maana koki ya baraka zako nimeachilia huko kwenye nayo kuelekeza. Na Mungu Mwenyezi akubariki. Angalia unapofungulia koki ya Ibrahimu kule nyuma kwenye matenki ya baraka. Na Mungu Mwenyezi akubariki, akuzidishe na kukuongeza ili uwe mkutano wa makabila. Akupe mbaraka wa Ibrahimu. Unaona anapoachilia mzee kwa anajua uko mbaraka wa Ibrahimu, lakini ule mbaraka wa Ibrahimu umekuja kwa Isaka. Na unajua Isaka hakuchukua kwa sababu alikuwa peke yake. Alikuwepo Isaka, alikuwepo Ishmaeli. Sio kama mnaelewa. Watoto wa Ibrahimu walikuwa wangapi? Wawili, Isaka na Ishmaeli. Ishmaeli alikuwa mkaidi tangu ni mdogo. Tabia yake ilikuwa kila siku kesi, kila siku. Akipita huku kampiga mtoto wa mtu jicho. Linavimba, wanakuja maandamano. Akipita kule kaiba kandami. Wanakuja maandamano. Ikawa vurugu ndani ya familia. Mwishowe Mungu akamwambia Ibrahim, timua huyo mtoto. Anafanya hapa kwa kituo cha polisi. Ondoa yeye na mama yake. Ibrahim akajaribu kutetea. Mungu akamwambia ukimwacha hapa na kuzidishia matatizo. Muondoe.
Kwa Ibrahimu akamfungia mkate na kiriba cha maji akampa mama yake. Mama yeye bali. Na Ibrahimu alikuwa anamtii Mungu kwa kweli. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa akaondoka. Akaenda. Akabaki Isaka. Hakuna mahali utasikia Isaka alikosana na baba yake. Wewe sio. Hakuna mahali utasikia wamebishana na baba yake. Kwa mbaraka wa Ibrahimu ukaja moja. Hebu fikiria. Tuache tu mambo ya kubishi na kukataa. Hebu twende kwenye swala la kuchinjwa kwa Isaka. Hivi ungekuwa ni wewe, sawa? Mdingi anaenda na wewe, si unamtaka mdingi? Anaenda na wewe mahali. Alafu anafika, wewe unamuuliza kabisa, kuni tunazo na moto. Hiyo sadaka iko wapi? Na Mungu atajipatia mwenyewe. Alafu mnafika kule, si mnakumbuka mzee Ibrahimu alimzaa Isaka akiwa mzee, si mnakumbuka? Isaka wakati huo ni kijana. Hivi unafikiri Isaka alikuwa ameshindwa kusema soti zile za Kichina na kumdunda mzee na akaanguka chali cha meno? Hebu fikiri ungekuwa wewe, mzee anakuambia nyosha mikono, ungenyosha? Kwenda tu kuchota maji hutaki, kunyosha mikono ndio ungenyosha? Angemwambia nyosha mikono, angeanza tu. Haida wewe mingi, vipi wewe nani? Umechanganyikiwa nini? Lakini Isaka alikuwa mtii kwa baba yake. Nyosha mikono, akanyosha. Miguu, akanyosha. Akamfunga. Isaka akatulia. Hakuanza kung'ata zile kamba hizi katika kimbia. Kama angeshindwa kumpiga angekimbia. Pia aliyokuwa nayo Isaka, Ibrahimu asingefaa. Na walikuwa wamekwenda peke yao, wale vijana wamewacha kule wengine. Lakini Isaka alikuwa mtii kwa baba yake. Hakuna baba wala mama mwenye nia mbaya na mwanae, naomba mnielewe. Hakuna mzazi alikulea mpaka hapo ulipofika, alafu leo akuwazie mabaya. Ukiona mzazi anasema jambo juu ya maisha yako, maana anakuona kwamba hilo unalofanya linakupeleka pabaya. Ila sasa wewe unaona huyu anayekuonya ndiye mbaya kwa sababu anavuruga maadili yako. Jamani, haleluya. Amen. Okay, baadaye ukienda mbele utakuja ugundue haya ndio mama alikuwa ananiambia haya. Haya ndio baba alikuwa ananiambia. Kama ulize walio au kuolewa kinyume na maelekezo ya wazazi wao, leo wanasemaje? Kama ulize watakusimulia. Wameshagundua alichokuwa anasema mama, wameshagundua. Kama okay, kwa hiyo ndio mzee alikuwa anashtuka hiki hapa. Hiki hapa. Utayaona. Kwa kupiga sarakasi za nguvu. Akatulia. Maana nini? Yuko tayari kwa mapenzi ya baba yake. Na anajua baba yake anamcha Mungu. Mungu asingeingilia kati. Isaka alikuwa anakufa mbelele. Lakini Mungu akamwambia Ibrahimu, nimejua sasa unatambua. Sasa kwa sababu ako ka Isaka nako kamekubali, ile baraka mkono wake waya yako chomeka moja kwa moja kwa huyo Isaka. Amen. Kwa baraka ya Mungu ya Ibrahimu haikwenda kwa Ishmaeli, ikaenda kwa Isaka. Amen. Yesu asifiwe. Hebu piga makofi kwa Isaka kama leo. Ukisikia Mungu tunasema Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, hao akina Isaka akina Yakobo walichukua kwa kuwasikiliza wazazi. Sasa wewe unataka kuwasikiliza wazazi au unataka Mungu akubariki? Umekwenda nje ya mkondo wa baraka. Hebu mtikise mwenzako begani, mwambie kaa kwenye mkondo wewe. Okay. Nikiteremka kule chini kidogo, hebu angalia mstari wa mstari wa 4. Akupe mbaraka wa Ibrahimu wewe na uzao wako pamoja nawe, mpate kuirithi nchi ya kusafiri kwako, Mungu aliyompa Ibrahimu. Basi Isaka akampeleka kwa Labani mwana wa Bethueli Mshami, ndugu wa Rebeka mama yao Yakobo na Esau. Yule kijana akakubaliana na mzazi wake akaenda. Akiwa njia hajafika hata anakokwenda, Mungu akakutana naye. Kwa nini? Ameingia kwenye mkondo unaotakiwa, ameingia kwenye system. Connection ya Mungu iko juu. Alipomaliza baba yake kumbariki, akamwambia Mungu wa Ibrahimu baba yangu awe na wewe, akuzidishe, akufanye taifa. Maana unajua ni nini? Ina maana Isaka alichokuwa anafanya, anachukua waya wa chaji, wa kuchaji au waya wa kinanda, anauconnect kwenye extension ya Ibrahimu. Haleluya. On, anzia mstari wa 10 ona nikuonyesha on. Ukienda mstari wa 10, Yakobo akatoka Beersheba kwenda Haran. Akafika mahali fulani, akakaa huko usiku kucha, maana jua lilikuwa limekuchwa. Akatoa jiwe moja la mahali pale, akaliweka chini yake, chini ya kichwa chake, akalala usiku pale pale. Akaota ndoto. Na tazama, yeye hakujua kama imeshachomekwa kwenye extension juu ya nchi, na ncha yake yafika mbinguni. Tena tazama, malaika wa Mungu wakipanda na kushuka
juu yake. Yaliconnect Yakobo na jeshi la malaika. Haleluya! Ni hivyo hivyo, maneno ya mzazi wako yanakuunganisha na baraka za Mungu au na laana za shetani. Kuna watu mpaka leo tunapozungumza wanateswa na mapepo kwa sababu ya maneno ambayo wazazi waliwatamkia. Angalia mwenzio usoni, afu muulize wazazi wako wamekutamkia nini wewe? Wajali maidia, unaweza kunipiga na na bado utakunyuka. Wewe unakasirika naye, kumbe ni maneno ambayo baba yako aliconnect kwenye extension. Ukiwa bado mdogo. Jitahidi kila wakati umfurahishe mzazi. Na ukimfurahisha mzazi atasema, "Mwanangu nakuombea Mungu akupe mume mzuri." Atakwambia tu. Ukae kwa amani. Usijue naona mama yako anakunibariki, anakutamka maneno. Nikifanya kitu kizuri kwake, yaani anaachilia baraka. Alafu unajua wazazi, kidogo siku hii imekaribia, hata ukamtafutia baibui ya kujifunika au kitambaa cha kichwani. Mama, nilikuwa nanunua hivi na hivi, nikasema mama nikuletee na wewe haka. Mwanangu asante. Unakoje mama? Sio wote wanajua kama napeleka kwa baba. Kwa nini ninaposimama pale mtaani kusema nimeokoka, alafu unasema na nipe sigara 3 hapo. Yaani hawanielewi. Kwa hiyo sikatai kwamba usinitume kwa sababu kila siku nilikuwa nazibeba. Ile ninachokataa nisije nikaharibu ushuhuda wa hiki nilichopokea. Kuna wadogo zangu wengine hawajaokoka, watu wake sigara na pombe, lakini mimi hata kama unanituma nyama niende kilomita 20 kwa miguu, nitaenda. Ila naomba unitume kile kinachofanana nacho. Alinielewa kabisa, akanipa mkono. Akasema, "Vijana kama wewe ni wachache sana. Walio wengi wanakataa. Lakini umenipa hoja, nimekuelewa. Sitakutuma sigara na unajua nilifanya maombi kwanza siku 5 ili Mungu akae upande wa kwangu." Nikimweleza anielewe. Sasa kuna wengine wanatumia ulokole kama jeuri fulani. Akema sana, mimi naokoka. Shaokoka. Ya nini pepo mchafu shida. Ukifanya namna hiyo, sikiliza nimekwambia jana na leo narudia. Baraka za mzazi ziko pale pale, au ameokoka au hajaokoka. Na akitamka mzazi baraka, au amelewa au hajalewa, zinakamata. Haijalishi yuko kilabuni hata kama amemkumbatia malaya, bado ni baba yako. Na neno lake kwako ni kama la baba. Haleluya kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa unajua kuna mtu anasema, sasa kama ana mwanamke mwingine, kuwa na mwanamke mwingine kumfanya siwe baba yako. Au hata kama mama yako kaolewa na mwanaume mwingine, bado ni mama yako. Jamani ya mjafo. Inatakiwa hekima ya mtu. Akili mkicho, unapitaje hapo? Unamalizaje na huyu mama msigombane katika hili? Asiwe anakutuma kwa wala zake. Hata kuna mama mwingine hawana adabu. Atakutuma mpaka ukachukue hela kwa mshikaji wako. Na maelekezo ya baba yake, akakutana na chaja ya nguvu za Mungu njiani. Alafu Mungu anamwambiaje? Ule mstari wa 17, akaota ndoto na tazama ngazi imesimamishwa juu ya nchi na ncha yake yafika mbinguni. Tena tazama malaika wa Mungu wanapanda na kushuka juu yake. Na tazama Bwana amesimama juu yake. Akasema, "Mimi ni Bwana Mungu wa Ibrahimu baba yako na Mungu wa Isaka. Nchi hii uilalayo nitakupa wewe na uzao wako." Kwa nini anampa? Kwa sababu baba yake ametamka. Hapo nyuma baba yake amesema Mungu akupe nchi ya kusafiri kwako. Mungu anasema nimeshakubaliana. Kwa kuwa umefuata njia baba aliyokuelekeza, nitakupa hiyo nchi. Angalia pia jambo la pili, 14. Na uzao wako utakuwa kama mavumbi ya nchi, nawe utaenea upande wa magharibi na upande wa kaskazini na upande wa kusini na upande wa mashariki. Na katika wewe na katika uzao wako jamaa zote za dunia watabarikiwa. Tazama, mimi nipo pamoja na wewe. Haleluya. Yaani hata hapo unakokwenda niko na nani? Na wewe. Kilichonileta sio maombi yako. Unajua wakati huo Yakobo alikuwa hajaokoka, sio kama mnaelewa. Hapa Yakobo alikuwa hajaokoka. Ndio kwanza kaima baraka ukakaya. Hivi kuna mtu anaokoka hapa anaimba? Halo. Yaani hapa Yakobo alikuwa hajaokoka. Nitakusomea mstari mbele utaona. Wala alikuwa hana mapatano na Mungu. Kwa nini ile hiyo imekaanza? Baraka ya Mungu haiangalii umeokoka au hujaokoka. Inaangalia kanuni. Funga. Mkondo wa baraka unaangalia kuna mlokole mmoja nilimwona huko, dada mmoja. Amefika wakati wa kuolewa, hakuwashirikisha wazazi wake. Anaolewa na mpendwa. Akachagua mmoja wa ndugu mtu mzima awe badala ya baba yake. Ndoa ikatangazwa na Mungu. Sasa siku moja nimekwenda kuhubiri maeneo ya kwao wanapozaliwa. Nikajitambulisha pale, nikahubiri. Nimemaliza ibada, yule mama mmoja mtu mzima akanifanya. Sasa msio tokea kidogo
Unamfahamu mtu fulani anaitwa fulani bibi. Unamfahamu sana tuko naye kanisani tena kafunga ndoa siku za karibu. Mmoja akasema mwenzangu walipookoka wakaona sisi ambao hatufai kuwa wazazi wa. Can you imagine unafunga ndoa mama yako mzazi hayupo. Hivi unategemea baraka hapo hata kama umeokoka zaidi ya Yesu? Kuna baraka zaidi. Haleluya. Amen. Amesimamisha watu wengine wamedhamini ndoa, ngoma imechezwa, harusi imefungwa, eti kwa sababu wazazi hawajaokoka, hawatakiwi kuja. Kwa anamtafuta mlokole fulani anakuwa badala ya mama, mlokole mwingine badala ya baba. Basi. Baba ni baba, nafasi yake iko pale. Hata kama ni wa kibuyu kwa kwenda mbele, huyo ndiye Mungu alikuwa. Huyo. Yesu asifiwe. Mungu anamwambia, na tazama mimi nipo pamoja nawe. Nitakulinda kila uendapo hata kama hujaniomba. Aha. Haleluya. Mungu mkono wa baraka wa ajabu sana. Yaani kuna vitu vinaweza kaja kwako, yaani pesa zinaweza zikakuangukia hata hujazitafuta. Yaani hujahangaika sana. Sikiliza, kupata pesa hakutegemei kuhangaika sana. Unategemea baraka. Kuna watu wanahangaika sana hawajapata. Na kuna watu wanahangaika kidogo na wanafanikiwa. Kwa kufanikiwa sio kuhangaika sana. Haleluya. Ukikaa kwenye kutafuta wewe. Ndio maana mtu akiingia ndani ya Yesu tunamkataza tabia ya kujikomba. Unajua kuna watu wanajikomba Jikomba kwa mchungaji labda anaweza kanichagua kuongoza ibada wiki ijayo. Baba mchungaji. Ukikaa kwenye mkondo, mchungaji anakutafuta mwenyewe. Amen. Haleluya. Amen. Hebu mwambie mwenzako acha kujikomba. Hata huko shuleni kuna wengine wanajikomba kwa walimu ili angalau watateuliwa kwa monitor wa kuteuliwa. Ukikaa kwenye mkondo baraka zinakufuata, zitafuta usipate, zenyewe zitakutafuta na zitakupata. Kwa Mungu anamwambia Yakobo, nitakuwa pamoja na wewe. Nitakulinda. Kitu kizuri kweli. Nitakulinda kila uendako. Nami nitakuleta tena hapa hata kama hutaki kurudi. Halo. Huko unakokwenda nitakuswaga utarudi hapa. Kingine mpaka nchi hii, kwa maana sitakuacha. Unanitaka unitaki, sitakuacha hata nitakapokufanyia hayo niliyokuambia, sababu mkondo wa wazee umemchomekea huyo. Haleluya. Yesu asifiwe. Kwa nini mikondo hii? Na Mungu haya maneno hamwambii Esau. Esau hakusikiliza sauti ya wazazi. Jamani, ukaondoka kwenye isemi na ukaenda kuwadharau wazazi tena, utakuwa ulilaaniwa mapema. Maana sikio unakufa nalo. Lakini maana nataka nasema wewe kusema tu malize bwana, wewe sema tu kumaliza. Kweli Bwana yupo mahali hapa, wala mimi sikufanyaje? Sikujua. Mstari wa 17 naye